Hebu nikukaribishe sana katika sehemu ya 9. Ni katika mwendelezo wa simulizi yetu, tunaenda kwa ajili ya sikujua kama ndo kishua. Mwanadada anapitia changamoto kwa kile alikuwa anafanya kazi ngumu, anabeba zege pale, anabeba tofali, lakini mwanadada sasa hivi anaumwa, afya yake haipo sawa, maumivu ya tumbo, anakanda andazi kwa kujilazimisha, amezoea maisha, amezoea sekeseke za hapa na pale. Kwa sasa amekumbwa na ugonjwa, tumbo linauma, tumbo linamsumbua kwelikweli, hatujui shida nini, lakini ngoja tuone mwisho wa mwanadada huyu anaitwa Lois. Mimi naitwa Uncle G. Karibu katika simulizi tamu na ni mkasa wa kweli, msikilizaji. Basi bwana, niliendelea kufanya kazi pale nikijilazimisha, nikijua maisha yataki udhaifu, lakini mwili wangu ulikuwa tofauti kabisa. Yani niliweka mandazi yangu kwenye deli kama kawaida, nikapumua kwa nguvu, nikijitayarisha kuanza kutembeza mtaani. Nilianza kutembea taratibu, nikigeuza huku na kule, nikijaribu kuvaa tabasamu la bandia, lakini ndani ya mwili wangu mambo yalikuwa tofauti. Maumivu yale ya siku zilizopita yalikuwa yanabadilika kuwa makali, yanakata mbavu na tumbo kwelikweli. Kadri ilivyofika hatua ndivyo maumivu yalivyokaza, nikajikuta nachechemea, mkono mmoja umeshikilia tumbo langu. Nilianza kupumua kwa shida kidogo. Wakati natembea kwenye barabara, gari kubwa la kifahari lilisimama taratibu mbele yangu. Mlango ulifunguliwa kwa ghafla tu. Sina muona Joshua jamani anashuka. Kasema Loi, mbona hivi? Kanikimbilia pale, kanishika, kajaribu kunisimamisha vizuri. Nikasema, Joshua, nasikia maumivu, tafadhali nisaidie. Ghafla nikapoteza fahamu. Nilipozinduka nilijikuta nimewekewa dripu, lakini maumivu ilikuwa imepungua. Nilijaribu kukaa pale lakini nilishindwa. Mwili wangu ulikuwa dhaifu sana. Kabla sijakata tamaa, ghafla mlango ukafunguliwa. Joshua aliingia pale, alikuwa amebeba chakula mkononi. Akaniangalia pale, akatabasamu, akasema, umeamka hatimaye, lakini usijaribu kukaa, bado hujawa sawa. Kwa sasa mwili wako ni dhaifu sana, endelea kulala, mimi nipo hapa kwa ajili yako. Alikuwa kabeba vyombo vya chakula pale, akaweka mezani, akasogea karibu yangu, akarekebishia mto wangu wa chini ya kichwa changu pale. Mimi namwangalia, natamani nifanye kitu lakini siwezi. Kama kawaida yake, akaandaa chakula kwa ajili yangu jinsi alivyokuwa anaweka kwenye sahani pale. Mimi nilikuwa namwangalia, nilianza kupata hisia za tofauti. Nihisi kitu kama kumpenda huyo mwanaume jamani, lakini nilikuwa sijui ni wapi, anafanya kazi wapi. Alikuwa na muonekano mzuri, mavazi yake, meno yake, akicheka. Sijawahi kumwangalia mwanaume yote kwa namna hiyo jamani. Kwenye akili yangu kulikuwa na kitu ambacho hakijawahi kupata nafasi kamwe, ila nadhani ilikuwa mapenzi bwana. Nilikuwa na wasiwasi yule kuwa level zangu, kwa hiyo siwezi kuwa naye. Wakati nawaza vile, Joshua akasema, pole sana Loi, utakuwa sawa, ngoja kwanza upate chakula hapa ili mwili wako upate nguvu. Basi alianza kunilisha pale taratibu. Ilikuwa na jinsi tofauti, yaani siwezi kueleza jamani. Kila kinigusa wewe, sauti yake wewe, vinifanya nihisi faraja ambayo sikuwa nayo kabla. Mwili wangu ulikuwa dhaifu, lakini moyo wangu ulikuwa unapata nguvu mpya taratibu. Joshua alikuwa na fudhu tabasamu muda wote. Baada ya kunipa chakula cha kutosha, akanambia, najua sasa hivi nilisikia vibaya, lakini daktari amesema utakuwa sawa. Utakuwa sawa kama utatulia na kupa mwili wako nafasi kupumzika. Ila kikubwa ni kumshukuru Mungu, maana hapo umelala karibia siku 6. Usingeamka leo basi ingekuwa siku ya 7. Lakini usijali, kila kitu kitakuwa sawa.
Mungu bado yuko pamoja na wewe. Nilikaa kimya nikishangaa kwamba nilizimia kwa siku zote hizo. Nikasema, Joshua, asante sana. Sina uwezo wa kulipa, lakini Mungu yupo na atakulipa. Machozi yakawa yananitoka pale, akanifuata pale, akanifuta machozi, akaniambia, Loi, usijali, Mungu anabeba hatima yetu, hivyo utakiwe kulia wala kumkufuru Mungu. Loi, nilimwangalia nikasema sawa. Nikasema, lakini Joshua, kila kitu kwenye maisha yangu kimekuwa changamoto. Asilimia 98 ya maisha yangu imekuwa ni maumivu tu. Furaha imekuwa kitu cha nadra sana kwangu, kitu kinachokuja alafu kinatoweka haraka. Hapo na uchungu kweli kweli. Nilipoinua uso wangu nilimkuta Joshua akinitazama kwa macho pale, macho yamejaa huruma kweli kweli. Hakusema chochote, bali akanisogeza karibu zaidi, akanisogeza karibu yake pale, akafuta machozi yangu kwa dole gumba. Akasema, samahani kwa kila unachokipitia, ila nataka ujue hauko peke yako tena. Nipo hapa kwa sababu na kujali zaidi unavyoweza kufikiria. Akanikazia macho, akasema, tafadhali usiendelee kulia, utajiumiza zaidi. Loi, wewe ni shupavu sana. Ukikaa sawa kiafya, hapo uko mahali salama. Hapa ni nyumbani kwangu, sio hospitali. Nyumbani kwake. Maneno hayo yalinifanya nitoke kwenye mawazo yangu. Ghafla nilishtuka, nikajiangalia. Nilikuwa nimevaa nguo haieleweki, lakini sasa nilikuwa nimevalishwa t-shirt, suruali kubwa ya kiume. Mungu ulipiga. Nikavuta pumzi, nimechanganyikiwa vipi. Nikamgeukia niko wasiwasi, nikasema, Joshua, nani amenibadilishia nguo? Akasema, ni mimi. Ui, nilihisi aibu ya mwaka jamani. Nikasema, kwa hiyo malighafi zangu pia uliziona, si ndio? Joshua akacheka, akasema, hapana, wakati na kuosha nilifumba macho, nilihakikisha sikuoni chochote. Siwezi nikafanya chochote kibaya Loi, siwezi hata siku moja. Fumba macho wewe. Nikasema, lakini Joshua. Kanikatisha pale, akashika mkono wangu, akasema, usijali, kila kitu chako kwenye mwili wako kiko sawa, niamini mimi. Kabla sijapata jibu lingine, akaniambia, na leo natakiwa ukaoge. Nikasema, hapana, siwezi kuoga mimi mwenyewe, sasa nitaanguka jamani. Joshua alipumua kwa nguvu, kisha akaniangalia kwa macho huruma kweli kweli, akasema, okay, sawa, utaoga kesho, leo pumzika. Taratibu nilianza kumwamini huyu mwanaume. Ule upole, heshima, namna alivyokuwa ananilinda bila kuniharibia heshima yangu, vilianza kujenga msingi mpya ndani yangu. Tulikaa tukiongea, tulicheka kidogo, tukakumbushana mambo ya nyuma. Joshua aliendelea kuwa karibu yangu bila kunikaribia kupita mipaka. Mazungumzo yetu yalikuwa mepesi taratibu sana mpaka usingizi ulinipitia. Nikawa na amani kidogo. Baadaye akaniamsha, akasema, amka ule kidogo, alafu talala tena. Kanishika, kanilisha taratibu pale, yaani ananilisha polepole kama mtoto analelewa hivi. Baada ya hapo akaniwekea maji pembeni, kanipatia dawa. Dakika chache baadaye usingizi ulinichokoa. Kesho yake nilihisi mwili wangu kabisa kuwa mwepesi. Nilijigeuza pembeni, nikashusha miguu chini ya kitanda pale. Miguu ilikuwa migumu eti. Nilitetemeka kwanza kusimama, lakini baadaye niliweza. Nikainuka taratibu, nikatembea tu mpaka mezani. Nilitumia nguvu nyingi, lakini nikaweza kukaa mwenyewe. Mlango ulifunguliwa pale. Joshua alisimama pale akiwa amebeba kikombe cha chai. Nikuta nimekaa vizuri tu mezani, mgongo umenyooka. Joshua alitabasamu, kaniambia, hongera sana Loi, hii ni hatua kubwa sana. Nimefurahi kweli umeweza hata kukaa peke yako.
Baadaye Joshua alikaa kwenye kiti pale, akanipatia kikombe cha chai pale na vitumbua. Nilianza kunywa, mda wote ananiangalia tu. Baada ya kunywa pale, ukimya mfupi ulitawala. Akasema, kwa sababu na nguvu leo, itabidi uoge. Ukimaliza badilisha nguo hizo hapa. Kanipatia suruali pale na tisheti nyingine ya kiume safi tu. Sikuwa na jinsi, nilizipokea nikakubali tu bila kuuliza. Kwa mwendo wa taratibu, baada ya chai nikielekea bafuni. Mlango niliufunga kwa nyuma. Nilianza kuvua nguo taratibu pale, nikahisi uwezo wangu ukiyumba hivi. Mwili ulikuwa mzito, miguu inatetemeka kama ya mtoto anaweza kutembea. Niliingia chini ya bomba la maji pale nikafungua maji, lakini kabla sijaloa, mwili wangu ulianza kuniangusha eti. Nikasimama vibaya, nikaegemea kwa ukuta hivi. Maji yaliponigusa nilihisi baridi. Nilikuwa uchi kama nilivyozaliwa. Miguu yangu ilianza kutetemeka, kupumua nikawa nashindwa. Nikajaribu kufunga maji, lakini mkono ulikataa kabisa. Niliendelea kujishikiza ukutani. Mwili ulikuwa dhaifu, msikilizaji. Nikaanza kumwita Joshua. Nikasema, Joshua, sauti natoka kwa shida. Yaani sikutarajia kama Joshua angesikia. Sekunde chache baadaye mlango wa bafu ulifunguliwa. Joshua aliingia kwa kasi, macho yake yakiwa yamepanuka kwa hofu kweli kweli. Nilikuta nikiwa chini pale, nipo uchi. Muda ule saa nguo nilipokuwa nimeziweka nisingeweza kufika. Nilikuwa nimejikunyata tu, nikijaribu kuficha vitu vyangu, nikijaribu kuficha huku pasionekana. Nilipomwona nijihisi aibu sana. Yeye alikuwa hajali hata alinisogelea mimi. Nilijua labda angekuja na nguo kunifunika, lakini alichomaa karibu kabisa na mimi. Nilifumba macho kwa aibu. Kanishika bega. Nilishtuka. Kaniambia, usijali Loi, usiogope. Siwezi nikakufanya kitu chochote kibaya. Akanisogelea mbali karibu na akasogelea karibu na bomba. Akaseti maji ya uvuguvugu kwa ustadi na utulivu. Alichukua dodoki pale na kutia sabuni, kisha akaanza kuniosha kama mtoto mdogo. Yaani kila alipopitisha dodoki nilihisi msisimuko jamani wa ajabu. Nilifumba macho kwa aibu. Joshua hakuogopa sehemu yote. Kila kona ya mwili wangu alisafisha kwa ustadi wa hali ya juu. Baada ya zoezi la kuniosha, alinifuta maji mwili mzima pale. Kanibeba vizuri, kisha akaanza kupiga hatua kuelekea chumbani. Aliniweka kitandani pale, kisha akachukua mafuta na kunipaka mwili mzima. Hapo sasa mimi nipo kimya tunamtazama. Alikuwa anigusa sehemu yote kama mke wake anigusa yani. Baada ya hapa nivalisha nguo zake pale, kakaza vizuri kitandani. Nikamwangalia nikasema asante. Yaani mawazo yalikuwa mengi. Mawazo juu ya Joshua alivyo tofauti jamani. Nitamani kumwambia ninavyojisikia, lakini niliogopa ningeweza kuvunja heshima yangu na kumvunjia status yake kama gentleman. Joshua baadaye akaniambia nibaki kwake nitulie mpaka afya yangu ikae sawa. Basi bwana, nikabaki pale siku na siku. Mwili ulikuwa bado dhaifu. Nilikuwa najihisi faraja kipindi nilipokuwa karibu na Joshua. Kila siku alinipa tumaini jipya. Hainifanya nijisikie salama. Tokea nilipoanza kuishi na Joshua sijawahi kumwona akiwa na mwanamke yote yule. Siku moja nilikuwa najiuliza, hivi huyu mwanaume vipi? Kwa nini hana mpenzi? Na mara nyingi nilikuwa nakishika simu yake, lakini sijawahi kuona SMS au hata simu ya mpenzi wake. Nikasema leo lazima nimuulize akirudi. Yaani leo lazima nimuulize. Joshua aliporudi ilikuwa tayari imepika. Ilipokuwa ni chakula pale tukaanza kula. Nikamwita Joshua. Joshua, simama. Nikakaa kimya kwanza. Nikawaza hapa nianzie wapi jamani? Uliwahi kuona wapi mwanamke anatongoza mwanaume? Nikasema Joshua. Sema si useme. Nikasema wewe una mpenzi. Una mpenzi. Niangalia pale kutabasamu. Nikasema hapana Loi.
Mwanamke niliyempa dunia yangu aliitawanya bila huruma. Kitabu changu cha mapenzi alikichana-chana na kukitupa motoni. Akasema mti wangu wa mapenzi aliacha kulimwagilia, akaniacha mwenyewe kwenye jua kali hadi nikayauka. Alikuwa anaongea kwa hisia mpaka natia huruma. Nikasema da, pole sana jamani. Nilimshika mkono taratibu, nikajaribu kumfariji. Nikasema usijali Joshua, utapata mwanamke mzuri tu, maisha yako yatakuwa sawa, niamini mimi. Nitamani nifunguke pale pale, lakini nikaogopa. Siku zilianza kupotea taratibu sana. Ilikuwa kama wiki 2 zimepita hivi. Joshua alikuwa anihudumia kila kitu. Baada ya siku 3 tulikuwa tunaenda hospitali kuangalia na endeleaje. Kila wakati nitamani Joshua akae karibu yangu. Nitamani kumkumbatia. Kitu pekee kilichokuwa kinanishinda ni kumwambia Joshua hisia zangu. Siku nikipona nitamwambia kila kitu Joshua. Nilijisemea kimoyomoyo, siwezi kuendelea kuteseka kama hivi wakati mtu yupo, nipo naye, namuona kila siku. Basi baada siku moja asubuhi ya Jumamosi, Joshua akakwenda kazini. Alikuja moja kwa moja hadi chumbani kwangu, na mimi nilikuwa bado nimelala. Kipindi kile nilikuwa nalala fofofo kabisa, yani nikilala unaweza kunibeba na kunipeleka sehemu yoyote tu. Joshua aliniambia kwamba ni aina ya dawa anazozitumia ndio zinanipa usingizi. Nilikuwa katikati ya usingizi mzito, nikawa kama nahisi nimepakatwa na mtu hivi. Ile kushtuka ni kweli bwana. Joshua alikuwa kanibeba mfajani. Nikamkumbatia Joshua kwa nguvu. Nilibaki kwenye mwili wake kwa dakika kadhaa. Na vile nilikuwa nimevaa na dress pale. Nilitoka kwenye kumbato lake. Kasema usijali bibi. Vaa twende bwana, twende tizi chap. Na vile tushachelewa. Fanya uwai basi. Ninyanyuka pale nikaanza kuvaa. Yaani Joshua alibaki tu. Na mimi nilikuwa sioni aibu hata mbele yake. Hivyo nilivua tu nikiwa hata siwazi. Maana mara nyingi sana alikuwa akiniosha mwenyewe. Kwa hiyo kuna sehemu ambayo hajui kwa mwili wangu. Nilipomaliza kuvaa pale nikapiga mswaki. Nikapigia laba zangu pale, tukaenda kwenye mazoezi. Kwenye mazoezi navodeka. Muda mwingine nilikuwa najiangusha mwenyewe tu. Ile mradi Joshua ni bebe. Wakati mwingine macho yetu yalikutana ghafla na wote tunageuka. Yaani hatutaki kuangaliana. Baada ya mazoezi pale muda mrefu, nilikuwa fiti. Kazi zote za mle ndani nikawa nafanya. Joshua alianza kula chakula cha kupikwa ndani kwake, maana alikuwa kazoea vyakula vya kununua huko magengeni. Sami alikuwa anapika. Alikuwa anasikia vizuri. Ile siku afya yangu ilikuwa inaimarika. Nilianza kunawili na kurudi kabisa kwenye hali yangu ya kawaida. Siku moja Joshua bwana alienda kazini na kuniacha mwenyewe. Kama kawaida. Nikaamka pale nikafanya usafi, baada ya usafi nikapika, baada ya kazi zote nikaenda kuwasha zangu TV. TV ilikuwa imeunganishwa na subwoofer. Nilikuwa naangalia. Kilikuwa na kipindi cha ngoma za asili. Nilikuwa nakipenda sana kipindi hiko. Kuna kikundi fulani hivi kilikuwa kinaimba vizuri. Kina dance vizuri. Mimi kazi ilikuwa ya kuongeza tu sauti. Nikajikuta na mimi natamani, nilianza taratibu na mwisho nikakolea. Ndio sauti ipo mpaka mwisho, mimi nakata kiuno, sielewi nipo kwenye dunia nyingine. Katika kucheza nikageukia mlangoni. Namuona Joshua huyu hapa, mbavu hana. Anacheka. Mpaka basi. Nilivyomuona pale nikasimama, nikaacha kabisa kucheza, nikawa naona aibu. Joshua alikuja moja kwa moja mpaka nilipo. Kanikumbatia. Siku hiyo alikuwa na furaha sana baada ya kuniona nacheza nikiwa na furaha. Nikajikuta na mkisi kwenye paji la uso. Alibaki kimya pale katika chumbani kwake, kabadilisha nguo na kuja mezani kula. Sasa wakati tunakula, mimi nilikuwa na aibu. Yaani nimecheza akaniona. Nimempiga bosi huyu mwanaume. Nilishindwa kujizoea. Alikuwa ananiangalia kwa jicho fulani hivi la kuibia. Sote tulikuwa kimya. Akasema sikujua kama utatembea tena bwana. Kwa jinsi daktari alivyokuwa anasema,
aliniambia kuna asilimia chache sana za wewe kuwa sawa. Nikamwangalia nikacheka, nikasema sasa nisingekuwa sawa ingekuwaje? Akacheka akasema, ningekuoa ungekuwa mke wangu wa maisha. Nikasema sio kweli bwana. Nikamgusa mguu kwa chini ya meza bila kukusudia. Nikamwambia, ulivyo unastahili mwanamke wa hadhi yako. Joshua alikuwa anakunywa maji pale, akaweka chini, akasema, hapana Loi, natakiwa kuwa na mwanamke anayenipenda mimi, sio mwanamke wa hadhi yangu, sio mwanamke ambaye ana pesa wala cheo, bali mimi kama mimi. Alisema neno hayo kwa uzito ambao uliingia moja kwa moja moyoni, nikajikuta napumua kwa nguvu. Nikasema natamani kuwa huyo mwanamke. Nikajikuta naamka pale ghafla kutoka pale kwa chini, nikaelekea chumbani bila kusema kitu. Nilijilaza pale haraka na kujifunika shuka mpaka kichwani. Hivi nimepatwa na nini jamani? Nimefikaje mpaka kumwambia vile? Haya bwana msikilizaji, ilikuwa ni katika sehemu ya 9, lakini itakuwa na sehemu 10. Kwa hiyo imebaki sehemu moja. Serious kujua kama ni wakishua ifike final. Tutaona sasa itakuwaje baada ya mwanadada bwana kumpenda huyo mwanaume Joshua. Ndio hivyo bwana, kuna vitu vingine unaweza kuficha, lakini sio hisia kwa mtu unayempenda. Kiwa na mtu unampenda, ili usiendelee kuteseka, mwambie, mchane ukweli, kwa sababu eti wewe ni mwanamke, sio atakuchukuliaje? Mwambie bwana mimi hivyo. Sije nikakupa tekniki hapa nikakuponza ukamtongoza mwanaume wa kuona malaya, utajua mwenyewe. Basi niseme ya kwamba tunaenda katika final episode kwa siku ya kesho. Simulizi tamu, mkasa wa kweli. Mimi naitwa Uncle G Brand Media kule YouTube, wapi kule G Brand Media kule Facebook, tunaenda kuweka mambo mbalimbali. Bali nikutakie siku njema, nikutakie wakati mwema. Bye kwa leo.